Kama ukitenda mema hautapata kibali. Kwa hiyo kibibilia ukitenda mema kinachotakiwa kuambatana na wewe ni kibali. Na usipotenda mema kwa lugha ya kibibilia unapoteza kibali. Na nilikwambia jana hakuna kitu kinatesa kama unatumia muda mwingi kugive out, kutoa maisha yako kwa ajili ya wengine, lakini hakuna mtu anayejishughulisha na maisha yako. Unatoa muda wako kuombea, fedha yako, mashauri yako kwa ajili ya wengine wavuke mahali, lakini inapofika wewe unaozesha, wewe una msiba, wewe una tatizo, wewe umekwama, hakuna mtu anajishughulisha na maisha yako. Something is wrong. Kwa Wagerasi mwenye mapepo zaidi ya 2000, Biblia inasema alikuwa uchi na alikuwa anashinda milimani na makaburini akijikatakata mwili wake kwa mawe. Walijaribu kumfunga pingu, alikata, minyororo alikata. Lakini siku Yesu alipofika kwenye ule mji, yule ndugu alipofunguliwa, Biblia inasema yalitokea mambo matatu. Jambo la kwanza, Yesu alimvika nguo. Jambo la pili, alimketisha miguuni pake. Jambo la tatu, alirudisha akili zake. Biblia inasema alipovalishwa nguo, watu wa kile kijiji waliitana kwenda kushangaa jambo lile. Alipokuwa uchi, watu walikuwa wanamkimbia. Alipovikwa, watu wakaanza kumkimbilia. Ukiheshimika, watu wanakutafuta. Ukidharaulika, kila mtu anakukimbia. Walikuwa na wewe, mnakula pamoja, mnavana sare, mnacheka pamoja, mnaimba pamoja. Lakini kisha fika mahali, huyu ameishiwa ni kapuku, huyu amefukuzwa kazi, huyu amekatalika mahali. Hata waliokuwa karibu yako na wao wanaanza kujifanya kama wako bize. Fulani tutakutana, anakuambia niko bize. Roho ya kukatalika imekuvaa, heshima imepotea. Watu wanataka mtu mwenye heshima ndio wakae naye. Yule ambaye ana aibu, kila mtu anamkimbia. Ashukuriwe Mungu, tunapotenda dhambi Mungu anatukimbilia. Hapendi tufie kwenye dhambi, lakini mwanadamu unapotenda dhambi anakukimbia. Mungu alipoona huyu ndugu anadharaulika, akamtuma Yesu ili kumrudishia heshima, ili kumrudishia kibali. Na kibali chake kilipokuja, kila mtu mjini akaanza kuja kumshangaa.